kwamba nina imani katika imani ambayo nabeba, huyu Mungu ambaye tunayemwabudu atakutendea kile ambacho uliomba kwa miaka mingi, na utaona majibu katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Nguvu ya imani, nguvu ya kushikilia imani, nguvu ya kutokukata tamaa, nguvu ya kutokugive up. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mara nyingi watu wengi, kama vile tulisomeshwa kwa ibada ya kwanza, ya kwamba watu wengi huwa wanashindwa kufikia hatima zao ama baraka yao kwa sababu ya kukatishwa tamaa, kwa sababu ya kukata tamaa. Lakini Mungu apewe sifa asubuhi ya leo, maana na imani ya kwamba Mungu, ile tumaini aliyoweka ndani yako, hakuna chochote itakayoliondoa katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba huyu jamaa alikaa miaka 38 akiwa pale kwenye birika. Hakuna mtu aliwahi kumsaidia. Waliomsaidia nafikiri walimleta tu na kumweka mahali pale, na wakasema kaa pale kwa sababu Yesu atakuja atakuponya, ama kama si Yesu atakayekuja, maji inapochipuliwa jitahidi sana ujitupe ndani na utoke ukiwa mzima, utupate nyumbani. Haleluya. Lakini huyu jamaa hakuelewa kwamba vile amewekwa pale ni long story, atakaa pale kwa miaka nyingi, miaka nenda, ambapo itafika mahali mpaka atasahau jamii yake na watu wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu akusaidia asubuhi ya leo katika kila majira na mazingira ambao wanadamu wanaweza kuweka ndani. Usikate tamaa, mtoto wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi majira ya uchumi inaweza kukuweka wapi, usikate tamaa. Endelea tu kushikilia na kuamini Kristo ya kwamba huyu Mungu atanisaidia na kuniwezesha, na ninaamini ya kwamba safari yangu itakuwa salama. Can somebody say amen? Sijui naongea na nani asubuhi ya leo. Sijui naongea na mtu gani asubuhi ya leo. Nataka niongee kwa utaratibu sana, ambapo ninajua kwamba utabarikiwa. Biblia inasema ya kwamba jamaa kakaa pale miaka 38. Na alipokuwa mahali pale, Biblia inasema hivi: malaika alikuwa anakuja asubuhi mapema, anachipua maji. Punguza keyboard. Anachipua maji. Anapochipua maji, mtu wa kwanza akijitupa ndani anatoka akiwa amepona. Hiyo ni kitu cha kwanza. Malaika anakuja asubuhi, anatipua maji. Sijui watu walikuwa makini kivipi. Sijui walikuwa katika mtarajio gani. Sijui walikuwa wanaamka saa ngapi. Kila mtu alikuwa makini. Sijui kama naongea na mtu asubuhi ya leo. Mtu mmoja aseme amen. Hebu nataka tu ujiweke kwa hii hali. Mtu wa kwanza, utamakinika namna gani wakati maji inatibuliwa, ujitupe ndani na utoke ukiwa mzima? Ina maana kwamba hawa wagonjwa wote walikuwa makini sana. Walikuwa makini sana. Tupate watu kama hawa wapi katika nyumba ya Mungu, ambao watakesha kwenye zamu yao, ambao mtu atasema lazima nimakinike kwa ajili ya muujiza wangu. Fanyie tu namna hii. Wapendwa, muujiza ikuji hivi.
Baraka haikuji hivi hivi. Kenya iko na mamilioni zaidi ya 50 na Kongo tuko milioni zaidi ya 100 na. Lakini utajuaje? Utamakinikaje kwa ajili ya muujiza wako? Utajuaje siku yako ya kubarikiwa? Utamakinika namna gani ili baraka isikupite? Utajuaje kwamba labda leo ndio utembeleo wa Roho Mtakatifu kunitembelea na nitoke na muujiza wangu? Utajuaje? Utamakinika kwa njia gani? Na Bible inatuonesha watu wengi, watu kadhaa katika Biblia. Imagine mama mwingine alikuwa anatokwa na damu for 12 good years. Biblia inasema kwamba damu yake ilikuwa haikatiki. Maisha yake yalikuwa hatarini. Akitembea damu inatiririka kama maji. Sijui kama naongea na mtu asubuhi ya leo. Akilala damu inateremka kama maji. Maisha yake kama maisha ya damu. Nafikiri angalikuwa Kayole wangekuwa wamempatia China. Angalikuwa Afrika angelipewa China. Angalikuwa ni dunia ya leo angepewa China. Na huyu mama haku give up. Sijui naongea na nani asubuhi ya leo. Mtu ana pesa. Biblia inasema kwamba alikuwa tajiri. Na Biblia inarudi nasema alitumia pesa zake, si za kukopa, si za benki, si za watu kuomba, zake personal. Akijaribu kutafuta uponyaji, wapendwa, lakini uponyaji haikupatikana. Alitumia nguvu yake yote, aende kwa hii hospitali leo, kesho aende kwa hii, kesho aende kwa hii, mambo hakuna mabadiliko. Biblia inasema kwamba katika kutokwa damu kwake, na watafiti wanasema hivi, yawezekana hii damu ilikuwa ni ugonjwa wa kansa. Ilienda kwa muda mrefu. Ikafika kipindi ambacho mama akasema, hivi madaktari hawanisaidii, wacha niende kwa waganga wa kienyeji. Na akaanza safari. Biblia haijatuambia kwamba walimshauria, lakini ugonjwa yake yenyewe ili mbidi aende sasa kutafuta waganga wa kienyeji waweze kumsaidia. Lakini Bible inasema kwamba hakupata usaidizi hata kwa waganga wa kienyeji. Roho yake akamwambia, sivi mambo yamekataa, rudi nyumbani. Alipotulia nyumbani akakumbuka, nasikia habari za Yesu, wacha nimjaribu huyu naye nione atanifanyia nini. Maybe siku yangu itafika, siku ambapo nitamuona, siku ya uponyaji wangu itakuwa imefika. Labda nikimuona sitaichukua tu kawaida kumuona, sitaenda tu kusikia habari tu za Yesu na niende tu. Sijui kama naongea na mtu asubuhi ya leo. Lakini nitaenda nikiwa na haja na nia ya kutaka kitu kwake, na lazima leo nikipati. Sitarudi vile nilikuwa, lazima niende na kumuona kwangu leo. Lazima maisha yangu ibadilike. Mungu abadilike
abadilishe maisha yako katika jina la Yesu. Mungu abadilishe maisha yako katika jina la Yesu. Sikia, tunaweza kuwa tunakuja wote kanisani, lakini kila mtu ana matarajio yake. Kila mtu anajua kwa nini amekuja church. Kila mtu anajua nia yake ni gani, mawazo yake ni yapi. Unataka nini? Unatafuta nini kanisani? Huyu mama akasema, nikimwona tu Yesu lazima kuna kitu kitachange. Angalikuwa ni mama wa leo, angesema hapana, wacha niende nishinde kanisani nimtafute Mungu. Lakini huyu dada akasema hivi, hata kumuona tu Yesu tu peke yake, bila kutoa machozi, nimguze tu peke yake, maisha yangu itabadilika na nitakuwa huru. Sijui unaelewa hiyo? Huyu dada akachukua hatua aliposikia Yesu anapita. Biblia inasema kwamba akajitahidi sana kumguza Yesu. Na Biblia inasema kwa mkutano ulikuwa mkubwa. Yesu alitembea na watu wengi, lakini katika watu wengi alijaribu sana kupenya mpaka akamfikia Kristo. Asubuhi ya leo unapokuja kanisani, pambana sana kumtafuta Kristo katika hali ya kweli na haki, na Mungu atajibu haja ya moyo wako ya miaka mingi iliyopita, na utabaki ukisema ilikuwaka, lakini leo nimeona mkono wa Mungu. Sijui kama naongea na mtu asubuhi ya leo. Leo nimeona mkono wa Mungu. Mateso yangu imekuwa miaka mingi, nimeteseka kwa muda mrefu, but today nimeona ukuzo wa Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Na ukiguzwa na Kristo, maisha yako haitabaki the same again. Lazima yatabadilika. Can somebody say amen? Huyu na akasema hivi, mimi nimewekwa hapa kwenye birika. Point number 1, walinileta wakaniweka. Ya pili, sasa niko hapa. Ya tatu, nani ataingiza mimi katika birika nipate uponyaji kama wengine? Na Biblia inasema kwamba alikuwa na ugonjwa wa kupooza. Elewa kwamba mtu ambaye amepooza hawezi hata kujipush. Mtoto wa Mungu, tuko tunafanya maringo ya kuambiwa twende kanisani, tufanye nini, tunakataa. Acha nikwambie, niliona mama mwingine, mzee mwingine, rafiki yetu ambaye amegonjeka kitu inaitwaje? Iko kwa paralyze, inaitwaje? Stroke. Huyu mzee hawezi hata kusogesha mguu hivi. Mimi nimeona kwa macho yangu. Kutoa mguu tu hapa kuweka hapa hawezi. Naongea na mtu. Hawezi songesha mguu mpaka mtu ashike mguu kama kijiti uweke hapa. Lakini tunaonanga ni kama ni story. Napoambiwa mambo ya kanisa, naona ni kama hiyo ni kupoteza time, kupoteza muda. Nitaenda siku nataka, nitaenda siku yenye najisikia, nitaingia saa yenye. Acha nikwambie, shukuru Mungu ikiwa bado uko mzima na mwili wako wote una function. Shukuru. Nasikia kuna mtu anasema amen. Sijui kama naongea, mwenye atapokea hii atapokea baraka. Nasema shukuru Mungu. I repeat again. Kama Mungu anaweza kusaidia, mdomo yako inapiga, inaongea, macho yako inaona, kichwa chako inaweza kizungusha,
mikono yako ina function, miguu inaweza function, tumbo na kula chakula inaweza stay kwa tumbo. Mtoto wa Mungu, nisikilize vizuri kwa umakini, kwa mtu wa kushukuru Mungu. I repeat again. Shukuru Mungu kama bado uko mzima. Shukuru Mungu. Wacha kuchukua vitu kawaida. Wacha kuona ni kama wewe ndio ulipewa mwili kuliko miili nyingine. Wacha kuona ni kama hiyo nguvu yako ndio kila kitu. Haiko kila kitu. Kila kitu ni Mungu. Kila kitu ni Mungu. Hiyo age umefika ni Mungu. Kuna watoto waliwekwa kwa tumbo lakini hawakutoka. Shukuru Mungu ikiwa wewe ulitoka na bado kuna hiyo miaka. Na leo naweza sema leo tuko tarehe 5 mwezi wa 7. Mtoto wa Mungu, shukuru Mungu. Nisikie. Usiponisikia kuna siku utakumbuka hili neno. Kuna wengi walitamani siku ya leo wakuwepo, hawako. Matajiri hawapo. Watu wenye pesa, mtu anawacha maviete kwa compound haziko za kuhesabika. Pesa kwenye benki hazihesabiki. Wewe bado unahesabu uko na shilingi 200, 300, 500 kwenye benki, lakini mwenzako pesa haihesabiki mpaka mashini nasema hakuna vile kuweka pesa tena kwa hii benki maana iko full. Lakini hawapo. Wewe Mungu amekusaidia na unyonge wako na nguvu zako na uweza wako na ukubwa wako na uzuri wako na urembo wako, bado wewe uko mzima. Shukuru Mungu. Umefika hii age ya umefika age more than 20 years, more than 10 years, more than 5 years. Watoto wako wanaenda more than 5, 10, wanafika more than 2 years, 1 year. Mtoto wa Mungu more than labda 2 months, 3 months. Mtoto wa Mungu, shukuru Mungu. Shukuru Mungu, shukuru. Kuna watu ambao wanajaribu lakini hata kupata huyo mtoto haiwezekani. Kuna watu wamejaribu kupata huyo mume haiwezekani. Kuna watu wamejaribu kupata huyo mke haiwezekani. Kuna watu wamejaribu kupata kila ambacho wangetamani kupata lakini haiwezekani. Wengine wamevipata kwa masharti magumu. Mwingine anakula kwa ugumu. Ana pesa, ana kila kitu, lakini ndio chakula ingie kwa mdomo lazima umwekee mpira. Mtoto wa Mungu, shukuru. Sikilize vizuri. Shukuru. Mimi sitaacha kuja kanisani na sitawahi kuacha. Na sitawahi kubadilisha attitude yangu ya kuja kanisani. Ama nisikilize mke ama bibi ama watoto. Mimi siwezi. Kama wao ndio Mungu nitaweza, lakini kama kuna Mungu aishie mbinguni nitapiga magoti yangu na niseme Mungu niko hapa, nikumbuke siku ya leo. Na najua katika kupiga kwa magoti na kuomba Mungu, huyo Mungu hata niacha kamwe. Naomba Mungu asikuache kamwe, mtoto wa Bwana. Wakati unapiga magoti yako na kumulilia Bwana, Mungu asikuache. Mungu akukumbuke na jibu haja moyo wako katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Huyu mtu akakaa kwenye birika, anatulia pale. Nani wake amuingize katika birika? Hakuna. Anarudi anasema sina mtu. Maana yake aliangalia kulia kushoto, hakuna mtu anajali na maisha yake. Lakini wengine wanatupa wakiwa wazima. Yeye hangejitupa atoke akiwa mzima, maana hakuna mtu angeweza kumshika na kumtupa katika ile maji. Lakini sikiliza nikwambie, ile kitu napendea huyu jamani, kitu moja ambayo iko kwenye somo langu, ambayo ni very strong, ambayo nabeba hili neno lote. Hakubadilisha address yake.
together. Hakubadilisha address yake. Hata kama mambo ilikuwa magumu aje, hata kama wenzake wamejitupa, wametoka wazima, wameenda nyumbani, watoto waliotupwa kwenye hiyo birika wakaenda nyumbani, wakarudi wakiwa wakafikisha 38 years, bado mzee bado iko pale pale. Hakubadilisha address yake, aliendelea kutulia mahali pale. Hakupiga kelele na mtu, hakuzungumza na mtu, alitulia na kunyamaza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ambia mwenzako, neighbor, katika kutulia na kunyamaza, Yesu ataleta jibu lililo sawa. Kuna mtu mmoja anasema amen. Narudilia tena, katika kutulia na kunyamaza, mama Jini, Mungu huleta jibu lililo sahihi. Biblia inasema kwamba ilipofika miaka 38, Yesu akafika mahali pale, akaangalia hali vile ilivyo, na akamkazia macho, akamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Neno la kwanza alisema, sina mtu wa kuniweka kati. Kwa njia nyingine unakuja kunishimanga, unakuja ni kama kunijaribia, lakini wacha nikwambie, mimi sina mtu kwanzia niko hapa mwenye anaweza niweka hapa. Yesu akamwambia neno moja, simama, jitwike godoro lako na uende. Na ilikuwa siku ya Sabato. Kabla ya kutokuacha ile address yake, kabla ya kutulia pale, kabla ya kungojea pale, kabla ya majaribio yote, kabla ya mapito yote, hakubadilisha mazingira yake. Aliendelea kutulia na kujua siku moja Mungu atanisaidia. Mtu mmoja aseme amen. Pamoja na kutulia, pamoja na kuvumilia, pamoja na mapito, pamoja na kuchekelewa. Nafikiri wengine walikuwa wanapita wanasema, bado iko hapa, bado iko hapa. Yaani huyu hajielewi, si angekuwa ameshapona, sijui nini na nini. Watu wana maneno mengi ya kuzungumza. Wacha nikwambia, hata wazungumuze mengi, simama kwenye position yako, simama kwenye address yako, simama pale pale, usibadilishe. Maana ukibadilisha, itawezekana Kristo atakuja akukose katika position ambayo Mungu alitaka kupate ndani. Lakini baki pale pale ukimngojea Kristo na kumwambia, ninajua baraka zako ni tele, na utanikuta hapa hapa, na utanibariki hapa hapa, na mkono wako nitauona hapa hapa, nguvu zako nitaziona hapa hapa, kibali chako hapa hapa, neema yako hapa hapa, kila kitu nitaona hapa hapa tu nilipo. Mtu mmoja aseme amen. Katika kuchunga position. Na hii ndio kitu hatari ambayo ilitesa Wakristo wa leo katika dunia nzima. Sijasema Yesu ni jibu. Usiende sema Pastor Paul alisema nini. Dunia nzima Wakristo tumepoteza kitu inaitwa position, ile address zetu. Kidogo na kidogo uko hapa, kidogo na kidogo mtu ameponywa, kidogo na kidogo hueleweki, kidogo. Sasa Mungu atakupata katika position gani? Na kesho naweza sema, unaona mimi sibarikiwi, unajua hiyo pastor hana upako, unajua. Yesu atakupata barabarani ukizunguka, ukienda wapi? Uliza mwenzako, nataka Yesu akukute ukienda wapi? Jina la Bwana lipewe sifa. Watu walishindwa kusimama kwenye zamu yao, kusimama kwenye position zao, lakini huyu jamaa alitulia kwa miaka 38. Tupate wapi leo Wakristo ambao wanaweza tulia kanisani for 38 good years akingojea muujiza wake? Nijibu Paul. Leo siulize wa mama. Paul, nijibu. At 8 years mtu anangojea
Mungu, sitatoka hapa mpaka unibariki. Baba, sitatoka hapa mpaka unibariki. Mungu wangu, sitatoka hapa mpaka unibariki. Tupate mtu kama huyo kanisani wapi? Isipokuwa kuonja makanisa kama njugu karanga. Kuna dada mmoja alikuwa kanisani, Mama Jimmy, pale DRC Congo. Yule dada akakuwa mtu ambaye alikuwa anafagia kanisa na miaka yake ilikuwa imesonga. Alikuwa amepiga miaka ya kutosha. Ile msichana amekata tamaa mpaka hawezi oleka tena, hawezi pata bwana tena. Unajua msichana akifika 40 years to 45 hapo tayari anaanza hii imefanya nini, imeisha. Lakini yule dada aliendelea kufagia kanisa. Anafagia kanisa, akiimba wimbo wake, akiimba Bwana nikumbuke. Baba nimeona mkono wako, na mkono bado hajao, lakini alizidi kuimba. Baba nimeona mkono. Unajua kama uko unafagia na uko naimba kawimbo, hata hiyo kazi inaenda speed. Baba nimeona mkono wako leo, Bwana nimeona mkono wako. Baba nimeona mkono wako. Anafagia kanisa, anafagia. Na alikuwa kwenye kwaya. Wakati wa kwaya anakuja wa mbele, anaingia. Wenzake wanakuja late kwa sababu wanapendeza, miaka bado inaongea vizuri. Mtu anajua kwamba miaka yangu hakuna mwanaume anaweza niacha, hakuna mwanaume anaweza nikataa, miaka yangu iko sawa. Mtu akijiangalia kwa kioo, niko na kioo pale dukani, unapata wa mama anageuka anasema Mungu wangu nisaidie, hata ikiwa nitaitoa hapa, kwa sababu naangalia huyu mama anaangalianga nini kila siku. Mtu anajiangalia kwa sura, anaona anapendeza, na hao wadada wanamwangalia, wanasema sisi maisha yetu iko bado sawa, miaka iko sawa. Aweka hapo kifagia kanisa, sisi tukiimba tukiendelea. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wanamwangalia, watu wanamtazamia macho, kila mtu anamwangalia, anasema huyu dada mbona haolekangi? Huyu dada ni balaa gani? Huyu dada ni mikoshi gani? Huyu dada ni shida gani? Kwa nini hana bwana? Kwa nini hajawahi oleka? Lakini dada anajua, mimi mwenyewe sitajioa, Mungu atanitumia mzee siku moja. Mtu mmoja aseme amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Dada anazidi kuendelea na kazi ya Bwana, hata kama wanamshimanga, hakukata tamaa kuacha kazi ya Mungu. Hata kama wanazungumza vibaya. Unajua wakati mwingine madui hawazungumzi penye huko, wanazungumza penye hauko, wanazungumza wenyewe kwa wenyewe huko wakiwa na mambo zao. Lakini huyu dada akasema, hata kama wakiniongea vibaya, unajua hata kama wataweza kuongea watu 10, mtu mmoja atakuwa upande wako, ataleta ripoti na kusema, unajua fulani na fulani walikuwa na keti wakikuongelea wewe. Dada akakuwa anapata ile maneno, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kufanya kazi ya Mungu katika roho na kweli, katika uaminifu wa kimungu. Akasema sitaacha kufanya kazi ya Mungu, hata kama mambo ni magumu, hata kama mzee sijapata, hata kama hakuna chochote, hakuna hata dalili ya kupata mwanaume. Na hata vijana wote wakakuwa ni kama vile hawamuoni tena kanisani, wote walimsahau, lakini akaendelea kufanya kazi ya Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Tupate mtu kama huyu kanisani wapi, ambaye hata wakati mgumu atasema hapana, mimi nitasimama na nyumba ya Mungu, kwa sababu hiyo nyumba ya Mungu sio nyumba ya Pastor Paul, lakini ni nyumba ya Mungu. Nitasimama na nitafanya kazi ya Mungu wakati wote, wakati wa majira mazuri, wakati wa majira mabaya, nitasimama tu, sitaachilia. Lakini huyu dada hakuachilia. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu mmoja aseme amen. Sikiliza nikwambie, yule dada, mpaka unajua wadada wakiwa watu wazima, wakati mwingine viongozi wa kwaya wanawaweka kule nyuma ili wasionekane. Wanaweka warembo huku mbele ndio wafanye nini? Ndio waonekane. Unajua kanisa na mambo. Mtu mmoja aseme Mungu tusaidie. Wanamweka wapi? Lakini naye akitoa sauti ni kama malaika, hata kama iko kule nyuma. Siku moja kukawa na semina, wazungu wakatoka Marekani, watu wakatoka all over kukuja kwa ile semina. Ile dada amefanya kazi zake vizuri kanisani, usafi nini. Mzungu mmoja akasema, nimesikia after kumaliza mkutano, nilisikia dada mmoja akitoa sauti nzuri sana ya kuimba. Akaingia kwa ofisi
na mchungaji. Pastor, nilisikia sauti. Hiyo sauti naitaka. Nataka nione mwenye sauti. Pastor akasema achana na huyo. Kuko wengi tu hapa waimbaji wazuri, achana na huyo. Kwetu msichana akifikisha 45 years anaitwa Kesheni. Wenzake walishamaliza jina wanaanza muita Kesheni. Huyo ni Kesheni tu hapo. Kesheni maana yake amekesha miaka yake. Hawezi oleka tena. Pastor akasema kuna wengine wazuri wenye sauti nzuri tu hapa. Wacha nikuletea wao kwa ofisi moja kwa mwingine. Analeta huyu, ile habari ya Esther. Wanaleta huyu. Mzungu anasema hapana. Wanaleta huyu. Na yule dada sura yake ilikuwa haipendezi sana. Ni ile sura yenye unafikiri mtu akicheka ni kama analia. Lakini watu, let me tell you, acha nikwambie, watu wana madharau. Mungu ndiye alimuumba, lakini watu wanajaribu kabisa kumumaliza kabisa. Pastor akasema wacha nikuletee. Analeta yule ambaye anajua ni mrembo. Yule mzungu anasema hapana. Wa pili hapana. Na Kongo waimbaji ni wengi. Yaani unaweza pata hata waimbaji 100 ndio waimbaji. Kanisa inabeba 1000 na maelfu. Sikiliza nikwambie, wakati walifika kwa yule dada, wakaleta yule, akasema basi kuna mwingine mmoja, acha tujaribu tuone. Wakaleta yule dada sura mbaya, wakamleta wapi? Mbele ya mzungu. Mzungu akasema huyo, wakamwambia hebu jaribu kuimba. Dada alifinyoleka sauti mbele ya mzungu. Wacha ile anaimbaka, akachilia kasauti. Sauti katoka nywe. Jina la Bwana lipewe sifa. Mzungu akasema huyu ndiye nilikuwa natafuta. Wakati ambapo watu wamekusahau, ndio Mungu anakukumbukaka. Nasikia mene yako ni kidogo. Nasema wakati watu wamekusahau, ndio Mungu anakukumbukaka. Penda pia wakati watu wanakusahau. Hakuna mtu ananielewa. Furahia wakati watu wamekusahau. Furahia wakati watu wako against you. Furahia wakati ambapo watu hawakupendi, hawataka kuona, hata salama hawataka kupatia. Furahia. Sema najua Yesu anaenda kuninua. Haleluya. Jina la Bwana libariki. Mungu hawezi kuinua kama vitu havijabadilika hivyo. Never and ever. Mungu anatendea kwa wakati ambapo vitu viko mbaya kabisa. Kila mtu anasema hiyo kanisa Yesu nijue, hiyo hata mshirika anasema hiyo. Wacha nikwambie, utapoteza baraka yako wewe. Utapoteza baraka yako wewe. Tunza address yako vizuri, maana Mungu atakupata pale pale. Wacha nikwambie, ukitaka Mungu akubariki, lazima utatunza address yako pale pale. Yeye inanga shortcut. Mmoja aseme amen. Wacha nikwambie kitu ambacho hujuangi. Ukiacha address yako, unaenda, si ndio? Unaenda kule kwenye unaenda anzilia tena from zero. Siku moja kuna sheri wangu mmoja, sheri manake sweetheart wangu mmoja, anaitwa Mama Leki, hata mnamjua. Mama Leki ni mdogo yake ya mke wangu. Sisi tunafanya hiyo utani aina hiyo. Amen. Sasa yule dada akaniambia, wala ameona kazi ayendi. Mama Jimmy, ulishaona unaingia kazini huko unasema Mungu nipatie hata lunch leo, na lunch haipatikani zaidi ya miezi 2-3. Akaniambia, pastor naona kuanga na bidii kweli. So achana na hii mwea, enda kwingine. Huku achana nako. Nikamwambia Leki, niache mwea, niende kwingine. Siwezi waacha mwea. Ndani ya hii uzito wa kazi, Mungu atajitukuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu atajitukuza ndani ya hii uzito tu ambayo unaona ni uzito mingi, ambayo hakuna njia, hakuna hata chakula kupata na kuwa ngumu, kila kitu inakuwa ngumu. Nikamwambia hapa tu ndio Mungu atajitukuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Yule dada, wacha nikwambia kwamba mzungu akasema ninafanya na yeye harusi hapa kanisani. Mungu akitaka kuondolea aibu, lazima vitu vizito vikuje, na katika uzito wa vitu, hapo ndio Mungu anaenda kuachilia baraka yako, na watu watashangaa, watajiuliza ni wewe ama sio wewe, ni wewe ama sio wewe, ni Yesu ni jibu ama sio Yesu ni jibu, ni ile kanisa ama sio ile kanisa, ni wale watu ama sio wale watu. Maana Mungu anajitukuzaka katika ulimwengu ambao wanadamu wanashindwa kuelewa.
Mzungu akasema harusi hapa, na mimi nasafiri na yeye kwenda Marekani. Wale warembo wote wakabaki wakishangaa. Mungu atashangaza maadui zako. Nasema Mungu atashangaza maadui zako. Sikiza, kesheni akapata baraka yake katika kufagia kanisa, akiimba wimbo. Hata mchungaji alikuwa ameona kwamba hii mambo yake tabaki tu ya kuosha kanisa na kufagia kanisa, maisha yake yameishia hapo. Lakini Mungu alimletea mpenzi ambaye wa kumtuliza moyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu achilie baraka zake za kukutuliza moyo katika mwezi wa 7 in the mighty name of Jesus. Jina la Bwana lipewe sifa. Utulizwe moyo na baraka za Bwana. Utulize moyo na baraka za Kristo. Watu wakikuangalia wanajiuliza ni wewe ama sio wewe. Acha kuongea waongee. Acha kukua against you. Acha kufanya vituko wafanye. Lakini tulia katika uwepo wa Bwana na utaona mkono wa Bwana. Wewe tulia tu katika uwepo wa Bwana. Chunga tu address yako na utaona mkono wa Bwana, na watu watarudi na kusema hakika kuna Mungu ambaye anakumbukaka walio wake. Unavyosema amen, Mungu aifanye kwa jina la Yesu. Unavyosema amen, Mungu aifanyikishe kwa jina la Yesu. Hatuko hapa kwa kubahatisha jina la Yesu. Nasema unavyosema na ifanyike kwako in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, unavyosema kitu kitendeke na ulimwengu ushangae mapambo makubwa kwa ajili yako. Usitoke kwenye address yako. Acha wakutoka watoke. Acha watoke tu. Lakini wewe tunza address yako, usiachilie. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Tunza address yako. Tuko hapa si tunatunza address yetu. Na siku moja mtajiuliza, ni yule Pastor Polo ule ama sio yule? Ni yule Mama Jimmy ule ama sio yeye? Ni yule sijui mama fulani yule ama sio yeye? Ni yule dada fulani yule ama sio yeye? Itendeke kwako kwa jina la Yesu. Itendeke kwako kwa jina la Yesu. Mungu anainuaka kutoka chini na kuweka mahali pa juu. Biblia haijatuambia kwamba anatoa juu, anainuaka kutoka juu kuweka chini. No, anasema anatoa chini, anaweka mahali pa juu. Mungu akuweke juu siku ya leo katika mwezi wa 7. Mungu akuweke juu in the mighty name of Jesus. Walio wa Bwana wakaone mkono wako, wakaone mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kesheni harusi kaimba kanisani. Kesheni akavaa white. Mungu niwaambie, Mungu anatoanaka aibu. Kwa nini hutaki kutembea katika aibu? Kubali ile aibu, maana ndio baraka yako. Kubali aibu ndio baraka yako. Katika aibu yetu ndio inakuwa baraka yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi leo nasikia kama naweza shinda niko na hubiri hapa. Nasikia furaha nyingine ya ajabu sana. Haleluya. Naona kuna mtu ananiambia jana juzi, akanambia pastor, naona Prado yako mweupe na kuja. Na huyu mtu nikasema nimepokea kwa jina la Yesu. Jina la Sikia, mimi siongee vya kubahatisha. Rusi silikuwa pale nikipigiwa simu. Nilipigiwa tu from nowhere. Mtu ananiambia pastor, nimeona ukidrive gari ya white Prado. Nikamwambia ulichuaje mimi napendanga Prado. Nikasema naipokea kwa jina. Pokea baraka za Bwana in the name of Jesus. Chochote ambacho nakihitaji ukakipokee katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Wacha wenye kuzungumuza wazungumuze tu. Reality tawapatia jibu. Wacha kwenye kuzungumza wazungumze. Wacha wenye kukutusi watusi. Wacha wenye kuongea maneno machafu kwa niaba yako, kwa njia yako, wacha waongee. Wewe simama tu kwenye address yako, usitoke. Ukitoka una lose kila kitu. Unajua usifurahishe wanadamu, wacha kumfurahisha Mungu. Wanadamu wabehave vile wanataka, wafanye vile wanataka. Wewe furahisha Mungu. Mwambie Mungu, niko hapa, sitaacha
na sitatoka. Niko tu bado hapa Mungu, na ngoja baraka zako, na ngoja mkono wako, na ngoja ushindi wako, na ngoja ushuhuda wako, na ngoja nikuone katika makubwa ambayo ulisema kwa niaba yangu, na ngoja nione baraka zako ambazo ulisema kwa maisha yangu. Nataka nione vile Bwana ulisema, na Baba ukatimize. Mungu atimize kwako siku ya leo. Mungu atimize kwako kwa mwezi huu. Mungu atimize kwako kwa mwaka huu. Mwaka huu hautapita na hujashuhudia mkono wa Bwana. Acha nikwambie, hakuna kitu hatari kama vile utoke kwenye position yako, utakuwa haujielewi kabisa kabisa. Hujielewi kabisa. Hujielewi kabisa. Unaenda na msisimko wa watu. Twende hivi, umeenda. Ulishaona vitu kama twende hivi na umeenda. Unajua kanisa siku hizi haina hata upako. Twende kwenye kuna upako, umeenda. Unajua kuna nabii fulani, huyo akikuwekea mkono unaanguka, umeenda. Unajua kuna mwingine sasa, huyo yeye akiongea tu hivi moto anatoka kwa mdomo, umekimbia. Wacha nikwambia, utaisha ukikimbia, lakini nakuambia neema ya kutulia miguuni pa Bwana. Mwambie Baba nikumbuke, Baba nisaidie, Baba niongoze, nikaone mkono wako katika mwaka huu. Usinipite.